Wewe ndo DC. DC gani? Vipi? Poa, fresh kama kama dawa. Vipi harakati? Harakati nzuri kabisa. Sasa nimekufuatilia sana bro. Nimeona kazi zako zipo fresh, zipo very simple, be comfortable. Yeah. Na maana nitafuta. Sasa bwana, mimi na kazi yangu. Yeah. Na hiyo kazi yangu ipo studio. Na nimetafuta madirector mbalimbali katika mitandao, YouTube, TikTok. Nimekuona wewe. Sasa nataka nifanye kazi na wewe bro. Yeah. Unajua ni wasanii wachache sana ambao wanajua umuhimu wao katika sanaa. Sana. Wewe una kitu. Yeah. Na unajua umuhimu wako katika sanaa. Sana. Nimeelewa hilo. Kwa sababu mtu akishajiona kwamba ana manager au labda anajijua kwamba ana kitu, ana sanaa ambayo ipo mwilini mwake. Yeah. Yaani atataka tafute manager kwa nguvu. Bila kuwa na kazi nzuri. Hiyo inakuwa hairuhusiwi. Yaani kwenye muziki lazima utateseka. Tafuta manager ukiwa na kazi kali, ukiwa na show kali. Ili manager mwenyewe akikupata ajue kwamba hapa nina mtu. Yaani mtu ambaye wa samani. Hata wewe utalinga kutokana na una kipaji sana. Na sio kipaji. Bosi mwenyewe amekukubali, anajua kazi yako. Kwa hiyo hapo nadhani twende kwenye point maalum. Katika point maalum. Kwa hiyo bro, kwenda kutanibagania au shingapi? Unajua nini? Wewe msanii ni director. Nadhani hatuwezi kushindwana. Kwa nini tushindwane? Wakati wote tunataka kitu kizuri. Umesema kwamba umeingia kwenye mtandao wa kijamii una kazi. Kazi zako zipo bomba bro. Na mimi siwezi kukufanyia kitu ambacho cha juu au siwezi kukufanyia gharama ya juu. Ikiwa kwamba wewe umeona kazi kwenye mitandao, hapo ni nishindwane na wewe kisa tu gharama. Hiyo haiwezekani. Kwa hiyo tutakuwa nacho, tutakaa tutabageni na kuaje, kisha tutafanya kazi. Basi poa, hamna shida, mimi nitakutumia location. Hiyo ndio jambo muhimu sana. Kwa hapo kesho kutwa nikuta tu nimepoa mtaani tu nimechili tu. Kwa hiyo utafanya kazi. Kwa kesho ndio nachukua ngoma studio, kesho kutwa utafanya kazi. Kwa mimi nachoomba tu usiniangushe. Kesho kutwa si ndio? Kwa sasa hiyo kesho kutwa location inabidi nitumie mapema kwa sababu inawezekana ikawa labda simu haipatikani kwa sababu najua ni location mapema. Ili yani ionekane kwamba mimi yani kama upatikani na utia mimi hapo next time nitakutumia. Kwa hiyo usiwe na shida na usiwe na papara. Upo na mimi kwa utafanya kazi. Basi poa. Baba uniangushie tu bro. Usijali. Lakini mimi nipo serious na kazi. Hivyo, karibu sana studio. Asante mwanangu, heshima. Okay. Mungu tena na wewe ufanye tu mpango nipela nikasuke zimele maana unaniwasha bala. Usiwaze watoto. Hapa nyinyi unaona nasuka kimkeka hapa. Kuna issue moja naisikilizia hiyo kitiki tu leo jioni naweza
Haya, kile kitu kule choo nimekiona. Ndio nimekiona hapo kimeingia. Yaani dada ananongwa huyu. Alafu nimesahau mume wangu. Nilikutana naye sokoni jana. Alianza kuniongelea maneno yake hayo, sijui choo chenu kipo kwenye mpaka wangu, mkibomoe sijui ni mbele za watu. Yaani mpaka nikaona aibu. Nikamwambia kwa nini usije nyumbani tukayaongea? Kwa nini unadhalilisha hapa mbele za watu? Aliongea lakini hata sikumjibu. Yaani ana sifa sana. Yaani ana sababu. Yaani ana sababu sana. Jana jioni kaja hapa. Muda wewe umeingia kwenye mishemishe zako kaja jana. Kuja hapa kugonga sana geti. Yaani vipi? Au ndio bomoeni choo chenu. Mimi sema ndio hivyo, tulikuwa sio kwenye mood ya makelele, siwezi kubishana makelele na mwanamke. Kuna taratibu basi, yani sawa, mimi nimekuwa nashangaa sasa hivi tena naingia kule. Hiyo na sababu. Na ndio maana anenepi mama yule. Ikichoo kimejaa. Naomba muite gari. Maana hiyo zina sababu kile. Ngalivokauka vile. Yaani dada ana sababu huyu. Na angekuwa mnene huyu. Na ndio maana kila kukicha na kauka. Utasema ananyonywa damu. Kianza cha ulisi hiki. Kianza cha ulisi kwa nyumba chake ukikenga cha ulisi. Nafuata kwetu yako tu wenyewe. Ana maisha ya tabu sana. Basi mume wangu, mimi ngoja huko ndani nikafanya mazingira. Si unajua muda. Poa seti mambo hapo. Seti mambo, mimi ngoja nimalizie kimkeka changu. Juve na Arsenal. Afadhali nimekuona. Yaani nilikuwa nakuazia kweli nikija hapa kama nitakukuta. Yaani tumeona na mwenyewe kwa nilikuwa naanza basi kupatia wapi. Mungu ni mwema. Mungu ananiweka isimu pembeni. Yaani nilikuwa na wasiwasi kama nikipita hapa nitakukuta huko kwako. Ila nashukuru Mungu nimekukuta. Naenda gapi ndugu wangu? Unanijua, nipo nyumbani, nimetoka nyumbani, ngeni. Ingawaje watu wenyewe ndio hivyo. Niambie. Safi. La siku 2-3. Nzuri. Kwanza nina ugumu. Yaani bwana tu ulipokuja hapa. Wewe. Maana ni kwa juza na kupatia wapi? Niambie. Jana si nikatoka hapa. Nikaenda kule kwenye kile kiwanja chetu cha ulisi. Nikatoka hapa na ndoo yangu wewe, nikaenda paka kule. Nikamkuta yule hadi na mkewe pale amekaa. Nikapita kama sijawaona. Nikaingia msalani. Nimeingia msalani nimetoka. Kwanza choo chenyewe kimejaa. Kinanuka hatari. Kama unavyojua mdogo wangu sitaki kukaa kimya. Nikamwambia naomba mkaitegeli kichoo uje ukisafisha maana hakiko sawa. Si unanijua? Sasa hapa nyumbani choo sina. Ila kama unavyojua ndugu wako unapopendaga ugomvi. Nimetoka hapa nimeenda kule nione tu atasema nini. Lakini na wenyewe hawakuongea lote kama waliongea huko nyuma baada ya mimi tuna kuondoka. Maana si unajua wamejenga kile choo pale kwenye ile eneo letu. Na kila ninavyowaambia kwamba kile choo pale wavunja hawataki kweli. Sasa wale nitawafanyia figisu wale mpaka watavunja. Na ndio wakavunja. Kwa hiyo ulivyoenda ukaambiaje? Niwaambiaje? Nimeenda kujisaidia ili mradi tu apate chokochoko waone kelo. Maana mimi sitangu muda nakwambia nawaambia kile choo pale wavunja hawataki. Jana wewe uliambia hivyo. Kikajili nini baada? Kikajili nini? Wamekaa tu kimya mimi nikachukua nikaondoka. Sijui sasa huko nyuma kama watavunja
au wataendelea kukiacha vile vile? Kwa kweli ndugu yangu, umefanya jambo la ujasiri sana. Lakini yote kwa yote wewe ndio mwenye haki. Sababu mtu aweza akajenga choo sehemu ambayo eneo la kiwanja chako. Yaani unaposema sahihi, kwa sababu kwanza ningelikuwa mkorofi. Ingawaje watu wanapenda kuniona mimi mkorofi, lakini mimi sio mkorofi. Ningelikuwa mkorofi leo tayari nishaenda kuwashtaki muda au nishaweka ndani muda. Ila tu sina ukorofi huo. Nazidi kuwavumilia. Ila kunakoendea yatanishinda udogo wangu. Unaweza ni mwenyewe unanijua. Kwa kweli unavumilia sana udogo wangu. Laiti kama angekuwa mtu mwingine, sasa hivi pale ushaanzisha varangati. Pale wote wale nahisi wangeama. Naambia na wewe una mpya wote uko mtaani. Maana wewe tena nikikuona unakuja hapa na unajua unajipi. Na kitu kimenikalia hapa. Haya niambie. Kitu gani kama unataka kufanya wewe usipumue vizuri? Sasa sijui nianze wapi. Nianze Simba nianze Yanga? Mimi naona anza Simba maana timu yangu. Okay, tusipoteze muda. Bwana, jana wakati natoka kwenye kaika zangu, kama kawaida biashara yangu ya kutembeza viatu, nimetoka zangu kazini. Wakati kupita pita mtaani pale, kuna nyumba moja. Pale mtaani kuna nyumba moja. Kupita hivi nikasikia kelele za watu ndani. Watu wanafanya mambo yao ndani. Mchana kweupe. Watu wanafanya mambo yao tena kwa sauti. Ila udugu wangu mwenzangu, umbea huo una makubwa. Sasa wewe usikilize umbea wa watu wanafanya mambo yao. Na wewe kabisa ni mtoto wa kiume na ule ukamilika. Haya na wewe kazidiwa utagonga mlango. Au utafanyaje? Mimi kazi yangu kama kawaida, kama unavyonijua, kusikiliza alafu kisha kupeleka mali sehemu inapohusika. Sasa basi, nahisi zile kelele itakuwa mke wa Ali. Kwa sababu mke wa Ali mimi namfahamu vizuri tu. Mke wa Ali wewe unamfahamu vizuri vipi? Yaani kivipi? Yaani sikuelewi. Mke wa Ali. Mke wa Ali yule. Ulienda kumfanya vurugu jana. Ndio huyo nimesikia sauti yake kabisa. Yuko ndani. Tena. Wewe unataka kuniambia mke wa Ali anamchiti mume? Ndio. Kwa nini hujui? Sasa wewe wapo hapo ndani. Wewe sauti yako umeikalili vipi? Una uhakika gani? Udugu wangu angalia umbea wako si wa kutokea puani. Maana bado nakupenda, tuendelee kupiga umbea. Sikiliza udugu. Mimi unanishangaza sana unavyoniita mimi mbea. Mimi sio mbea. Mimi ni msema kweli. Alafu mtoto wa kiume awe mbea. Unaona? Mimi mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume yake mikazi. Kwa hiyo ndio nipo hapa na kazi. Mimi sisemi kwamba eti nakwambia kwamba wewe mbea. Hapana. Ila nakwambia hivyo yote kwa sababu tu ndugu wangu bado nakupenda. Si unajua mambo yenyewe. Kwamba nakupenda sije siku ya siku ukaja kutokea baya, nitapiga umbea na nani mimi? Ndio maana nakwambia uwe makini lakini. Asa wewe. Hivi hapa mtaani nani wa kunipiga mimi? Kwa hiyo unavyofikiria hapa mtaani nani wa kunipiga mimi? Sawa. Kama unawafika kweli na huyo waume mke wa Ali. Ila usichukulie tu juu kwamba ni mke wa Ali. Nifanyie uchunguzi.